Kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda. Juzi nilikuwa Bukoba. Nikaambia mwalimu, hapa tuna matatizo ya ukabila. Nikasema ukabila gani tena hapa? Juu ya Mkapa? Akasema hapana, Mkapa hana matatizo. Mkapa yeye atapata kura tu. Sasa kama si Mkapa tena mna matatizo gani hapa? Nyinyi wote si wa haya? Sasa hapana mzee. Hapa mjini hapa Wayoza na nchi Waziba. Sasa chama kimefanya makosa, kimeteua Mziba ndiye mgombea. Kwa hiyo Wayoza hapa wamekuja juu. Kwa nini tunaletewa Mziba? Wayoza wa mjini. Sasa sisi na nyinyi najua Wahaya ni Wahaya tu, kumbe wenyewe wanajuana. Wako Wayoza, wako Waziba. Kwa hiyo wanaitana Wayoza wanasema sisi Wayoza, Waziba wanasema sisi Waziba. Wakigombana namna ile, utakuta hata Wayoza wale si Wayoza 100%, na wao wanamgawanyika. Kuta na Waziba wale nao na wao wanamgawanyika. Ndivyo ilivyokuwa Rwanda. Wote ni Wanyarwanda, wote ni Wanyarwanda, lakini wako Wahutu, wako Watusi, si makabila. Kwa sababu kabila lazima liwe na lugha yake. Hakuna lugha pale kinaitwa Kitutsi au nyingine inaitwa Kihutu hata kidogo, hata kidogo. Lugha yao ni ile ile Kinyarwanda. Hawana kabila huwa na ardhi yake, unaita kule kwa Watusi na huku kwa Wahutu. Hakuna, ni watu wale wale tu, ni mchanganyiko, ni watu wale wale tu, wamechanganyika, ni kitu kimoja. Lakini umepita uongozi, unataka kuongoza kwa janja, umewagawa. Umekuta hawa ni Wayoza na hawa ni Waziba. Umekuta hawa ni Watutsi na hawa ni Wahutu, na wameuana mwaka jana kinyama. Kabila lile lile na dini yao karibu ni ile ile. 85% ni Wakristo wa madhehebu ya Roma. Wamechinjana mpaka kanisani. Kabila ni lile lile, wametenganishwa kwa kufuata koo hivi. Dini ni ile ile, ni Wakristo tena wa madhehebu ya Kristo ya Katoliki. Wamechinjana mpaka ndani ya kanisa, wanachinjana. Mambo haya ya kuchochea chuki ama za ukabila ama za dini yakianza na tukayapa nafasi, hayana simile, hayana. Mtashangaa jinsi mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni.